Sasa bana, baada ya sare bwana, leo tumemshuhudia mwenyekiti wa wasemaji barani Afrika Ali Shabani kama anakuambia kwamba jukumu la kuwapeleka nyinyi kombe la shirikisho msimu unaokuja wapewe Young Africans. Azam wasisumbuke na ninyi. Bila shaka umemsikia vizuri. Yule unajua Ali ni kilopolopo. Yaani Alikamwe siku zote ni mtu wa kulopoka lopoka. Alafu anaongea vitu ambavyo havina mantiki. Sio, umeelewa? Simba na Yanga hatujafikia kwenye uadui huo wa kumwombea mwenzio asiende mashindano fulani. Sio, umeelewa? Wewe cheza mechi zako, pambana na timu yako. Simba anapambana na timu yake. Sio, umeelewa? Swala la kuambia Azam jukumu la kuipeleka Simba hatua ashike nafasi ya 3 waachwe wao. Sasa mpira siku zote huko hivyo. Yaani mpira kila mtu anatakiwa aipambanie na aipambanie timu. Kwani mwaka juzi si alifanya mpango huo, sisi tukaenda nini? Tukaenda kombe la shirikisho. Afu mwisho wa siku sisi tukaenda finali, huyo Azam alifika wapi? Hatua za awali akafanya nini? Akatolewa. Kwa hiyo yani wewe utake usitake, Simba ndio timu ambayo inapambana katika kuipambania nini nchi. Yeye mwenyewe sasa hivi ana misimu 4 kachukua ubingwa, ameenda robo finali mara ngapi? Kaenda mara moja tu. Sio, unaelewa? Klabu bingwa Yanga robo finali kaenda mara hii. Yaani ukichukua takwimu za miaka 8, yaani misimu 4 alochukua Simba na misimu 4 alochukua yeye, yaani miaka 8. Yanga kaenda finali moja ya shirikisho, klabu bingwa ameenda robo finali moja, kaingia makundi mara 2 ndani ya miaka 8. Simba ndani ya miaka 8 ameingia robo finali za klabu bingwa 5, robo finali ya African Football League 1, finali ya kombe la shirikisho mara 1. Amefeli mara 1 tu kuingia makundi, katolewa na Odisongo. Na ile Joining Galaxy akashindwa kuingia makundi klabu bingwa, lakini akadondokea nini shirikisho, akaenda tena robo finali. Kwa hiyo ndani ya misimu 8 Simba ameenda robo finali za klabu bingwa 5, robo finali ya shirikisho 1 na finali ya kombe la shirikisho 1. Lakini kila ambacho anakizungumza Ali Shabani kama mara nyingi huwa inakuwa vile vile ambavyo anazungumza, na akasema ya kwamba tutunze hili City. Mara nyingi sana Ali kama akiwa anazungumza kitu hicho kinatokea. Wale wana watu wao ndani ya Simba, yani hiyo iko wazi. Jasusi, majasusi. Ndio maana kuna vitu vingi, sawa, kuna vitu vingi vinakuwa vinafanya nini? Vinakuwa vinavuja ndani ya Simba. Na kuna mipango mingi wanaifanya wao baadhi na watu wa Simba wasiopenda maendeleo ya nini? Ya Simba. Kwa sababu wanatumia gepu la Simba sasa hivi, kuna mtafaruku mkali. Simba uongozi hauko sawa. Yaani hiyo iko wazi kabisa. Uongozi wa Simba huko nini hauko sawa. Simba uongozi ungekuwa uko sawa, hata ile mechi na TRA tungeshinda. Hata Yanga asingetufunga. Hata Azam ile mechi asingefanya nini? Asingeweza kutufunga. Si umeelewa? Lakini uongozi wa Simba una shida. Ndio maana unaona huyu anazungumza hili, huyu anazungumza hili. Kwa hiyo Alikamwe anapita katika ule mpasuko ambao umewekwa na viongozi wa nini? Viongozi wa Simba. Si umeelewa? Na ndio maana unakuta vitu vingi akiongea vinakuwa ni kweli, kwa sababu kweli kuna watu wanavujisha siri za nini? Siri za Simba. Na kuna watu wanavujisha mpaka siri mikakati wanaoiweka katika kuifanya Simba mwakani iwe wapi. Mimi nikiona Simba haiendi klabu bingwa au haichukui ubingwa sishangai, kutokana na mpasuko uliofanya nini? Uliokuwepo. Lakini kikubwa mimi ninachokiangalia mimi sasa hivi ni kumuhimiza tu mwenyekiti wetu Murtaza Mangungu, yeye asimamie misimamo yake ile ile ya kusimamia utekelezaji wa katiba mpya. Basi yani wana Simba watakuwa wapaswa kujua hilo. Yani katiba mpya ndio itakayoifanya Simba iwe imara na tutapata matokeo ya kudumu na tutakuwa na furaha ya kudumu kuliko hizi furaha za kutengeneza. Mara nyingi sana watu wanapoona Simba ana njia nyeupe kuelekea kwenye ubingwa huwa yanaibuka mambo kama haya. Unadhani ni kwa nini? Kuna watu hawaitakii mema Simba ndani ya Simba pengine? Ndio hichi ninachokuambia. Unajua kuna mambo mawili kwenye timu. Kuna furaha ya timu afu kuna maslahi ya nini ya timu. Si umeelewa? Tunapozungumzia maslahi ya timu ni bora kuliko furaha ya mara moja ya timu. Kwa sababu maslahi ya timu na uimara wa timu ndio unaopelekea kuwa na katiba iliyokuwa bora. Katiba iliyokuwa bora ndio itatupelekea kuwa na timu iliyokuwa imara. Timu iliyokuwa imara tafsiri yake ina katiba bora ambayo itaenda kutengeneza timu iliyokuwa imara. Timu iliyokuwa imara itatutengenezea furaha ya kudumu. Si umeelewa? Kwa sababu mpira sasa hivi ni biashara, usiangalie matokeo tu. Si umeelewa?
kuna mambo ambayo yanaenda kuipelekea timu iwe katika maslahi fulani. Yale maslahi ndio yatakayopelekea timu ijengeke na iwe bora. Leo mpira unahitaji pesa, si umeelewa? Mpira unahitaji mdomo, mpira unahitaji promo nyingi, mpira unahitaji gharama. Sasa hizi gharama hizi unazitoa wapi? Si umeelewa? Lazima uwe na nini? Uwe na katiba iliyokuwa bora itakayosimamia maslahi ya timu. Ukishapata katiba iliyokuwa bora ikisimamia vizuri maslahi ya timu, kile kinachoingia kwenye timu kinatumika ipasavyo, utafanya usajili uliokuwa bora, utalipa mishahara kwa wakati, utalipa wafanyakazi kwa wakati, si umeelewa? Wachezaji watapata posho kwa wakati, wataenda kukupa kitu kinachoitwa good commitment on the pitch. Pale ndo unaenda kupata matokeo yaliyokuwa imara sasa, si umeelewa? Lakini usikubali katiba ya timu inayumba, yani haieleweki. Timu haiko stable, unatafutiwa matokeo kiujanja, alafu mwisho wa siku itadumu furaha kwa miaka 2 mitatu, lakini mwisho wa siku timu inakuwa inafanya nini? Inazidi kupotea, si umeelewa? Ndio maana mimi nawaambia wana Simba, ndio maana mimi kilio changu siku zote tangu mwaka juzi nagombana na Mangungu mpaka mwaka huu nakuja kugombana na upande wa uwekezaji. Ninachopigania mimi Simba ipate katiba mpya, ndio suluhisho la yote. Na hii katiba mpya ni agizo la serikali, sio sisi, si umeelewa? Wawekezaji lazima wawe kuanzia 3. Kuwe na neno wawekezaji, sio mwekezaji. Mwenyekiti wa bodi lazima atoke upande wetu. Mwenyekiti wa bodi akitoka upande wetu, yani upande wa 51% upande wa wanachama, sisi sasa tuna uwezo wa kumlaumu, kwa sababu yeye ndio atakuwa na nguvu, yeye ndio atakuwa na mandate na atakuwa na authority ya kuamua kila kitu ndani ya timu. Akimtaka mchezaji, yeye ndio ataweka kamati iliyokuwa bora ya usajili, yeye ndio ataidhinisha mikataba ya wachezaji, yeye ndio ataingia mikataba ya nini, ya wadhamini, yeye ndio atakuwa anaangalia maslahi yote ya timu, yani kilichoingia, yeye ndio ataangalia timu imeingiza nini na inatumia nini, kusimamia nini, budget ya nini ya timu kama inavyotakiwa. Sababu unaweza ukatajiwa bajeti bilioni 30, lakini je, matumizi ya hiyo bajeti ni kweli bilioni 30? Watu wanaweza wakatumia 20, 10 watu wakala. Ndio ile mnaenda kwenye usajili, wanasajiliwa wachezaji 7, 4 kwa mkopo, alafu mnaambiwa imetumika bilioni 5, bilioni 6. Lakini yeye mwenye timu sasa, mwenyekiti ndio akiwa yeye ndio chairperson wa bodi, manake yeye ndo ataamua kila kitu cha timu. Yeye ndo ataidhinisha mishahara, yeye ndo atakayeajiri, yeye ndo atakayesajili wachezaji pamoja na kamati yake, yeye ndo atakayeidhinisha fedha sawa zitoke katika mfuko wa klabu ili ziweze kufanya nini, kufanya kazi ipasavyo. Ndio maana mimi nang'ang'ania kwanza tupate katiba mpya. Mimi mwanzo wa sasa hivi hamu ya matokeo, Simba ishinde, ifungwe, sina habari. Ili mradi nashukuru mpaka sasa hivi Simba haiwezi kushuka daraja, kwa sababu tayari tuna nini? Tuna pointi 30 na. Si umeelewa? Kwa hiyo wafanye wanavyofanya, lakini Mangungu namuhimiza yeye apambane na hii katiba iweze kufanya kazi basi. Si umeelewa? Hii katiba ikishafanya kazi, mwenyekiti wa bodi akiwa anatoka kwenye upande wa 51%, yani mwenyekiti wetu wa wanachama ndio mwenyekiti wa bodi. Sio kama sasa, yani mwenyekiti wa bodi anatoka upande wa 49% kwenye wawekezaji. Wawekezaji wawe zaidi ya 3. Wawekezaji wakiwa zaidi ya 3, mnataka kujenga uwanja wa bilioni 50. Watu wanachanga, watu 3, 4 wanatengeneza uwanja kirahisi. Si umeelewa? Hata ukomo wa wanachama, timu hii inahitaji wanachama wachangie. Wanachangiaje? Leo Simba imebeba mashabiki wengi kuliko timu yoyote, lakini wanachama ni wachache. Unapataje hela sasa? Ili timu iwe na hela, maana yake usajili wanachama wapi? Lakini leo kiongozi anakuja kuzungumza propaganda ambazo yani hazina maslahi na timu. Vitu vya msingi wanashindwa kuvizungumza. Umeelewa? Ambavyo vitu vya msingi kama hili swala la kadi, walituambia tarehe 5, wakarusha, wakasema tarehe 27. Tarehe 27 sasa hivi ishafanya nini? Hivi ndio vitu sasa litakiwa press kama hilo uzungumze. Sajili wanachama wapya, timu iingize hela. Ikishaingiza hela hapa sasa ndio unapata nini?
unapata uhakika wa kusajili, unapata uhakika wa kulipa mishahara, unapata uhakika wa kulipa posho, unapata hela ya kulipa wafanyakazi, utapata hela ya kuifanya timu ikae katika kambi iliyokuwa bora, na hatimaye tutatengeneza timu iliyokuwa nini? Iliyokuwa imara. Sawa, JB, tumalize na sakata la Jonathan Soa. Tetesi zinasema kwamba wamevunja mkataba kati yake yeye na mnyama Simba, ingawa haijakuwa rasmi. Nataka tumwangazie kidogo, wewe ni mtu wa futiboli. Kuondoka kwa Jonathan Soa, iwapo kama ni kweli, itakuwa ni sahihi kwa muda huu? Sio sahihi. Sio sahihi. Na ubora wake pengine labda mnyama anakwenda kuathirika kwa namna gani? Hakuna asikubali kwamba Soa ni mchezaji bora. Sio, umeelewa? Hakuna asikubali. Mchezaji ameingia dirisha dogo msimu wa mwaka jana. Amefunga goli 10 na ngapi? Amecheza mechi 13, amefunga goli 13. Si ndio maana tukaenda tukamchukua. Umeelewa? Sema Simba tumetembea na propaganda za Yanga. Umeelewa? Baada ya kuzungumza ile kwamba Soa, Yanga walizungumza kwamba huyo tumemtuma aje kuwavuruga nini Simba, Soa hana nidhamu, kwa hiyo sisi tumetembea na zile propaganda. Sasa zile propaganda ndio zilizotupelekea mpaka leo Soa anakuwa katika hali hii. Uwezi ukawa na namba 9 kama Jonathan Soa alafu unamweka benchi. Wachezaji wengi wamefanya ukorofi. Methri Ozil Arsenal alikuwa hapati namba, alikuwa ameanza utata huo. Miaka miwili pale kakaa pale achezi mpaka akapelekwa timu ya under 20 akawa anafanya mazoezi. Kwa hiyo wachezaji wanapenda wacheze. Wao unamweka benchi. Sio kimataifa wala sio mashindano ya ndani. Wao wanapofikiria huyu mchezaji yeye ataacha kulalamika. Ataacha kuwa na nini? Kuwa na tabia za ajabu ajabu. Sio, umeelewa? Kwa sababu yeye anachoangalia mimi ni bora. Umeelewa? Kwa nini sichezi sasa? Sio, umeelewa? Ndicho kilichompelekea Jonathan Soa kuanza ukorofi ndani ya nini? Ndani ya Simba. Na hata kama mchezaji ameanza ukorofi, benchi la ufundi linafanya kazi gani? Kazi yake si ndio hiyo? Sikuna watu wa psychology. Young Africans, kazi ya viongozi ni ipi? Young Africans walionya mapema sana kuhusiana na tabia, mkasema mtaishi naye vizuri. Sio waliotuonya. Sisi tumetembea na propaganda za Yanga. Kwani Bernard Monson ilikuwa? Tulishina miaka miwili. Yanga hao walivyoshindwa kesi wakasema Bernard Monson ana tabia za ajabu, kwanza achana naye, mwacheni aende Simba. Mwisho wa siku Bernard hakukaa miaka miwili Simba. Wakawa wanasema ana tabia za ajabu. Lakini mwisho wa siku tulivyomwacha sisi, mkataba ulivyoisha, Yanga hakumrudisha. Mchezaji yoyote mwenye talent kubwa lazima anakuwa na tabia hizi za ajabu ajabu. Wao unachoangalia akiingia kwenye pitch anafanya nini? Hiyo uvumilivu unahitajika. Hivi Jonathan Soa na Balotelli nani mtukutu? Jonathan Soa na Balotelli nani mtukutu? We. Yule Balotelli ana hatari. Paulo Gascoigne Gaza anaingia kiwanjani akiwa amelewa. Mkata hakuna mfano. Romario na Bebeto, unakumbuka walikuwa na ugomvi kombe la dunia mwaka 94 lilofanyika Marekani. Walikuwa na ugomvi mpaka wanashikana wanapigana kwenye kambi ya timu ya taifa. Kocha akaamua muache nani? Romario aende na Bebeto, lakini rais wa nchi akamwambia hapana, watu wapeleke. Akawaita akaongea nao akamwambia sikilizeni, ukorofi wenu fanyeni huko, mkiingia uwanjani tunataka muwe kitu. Wale watu wakiingia uwanjani wanapeana pasi, wanapeana assist, wanafunga. Mpaka kombe la dunia wakalichukua Brazil 94, finali wanacheza na Ujerumani. Hapo mwisho wa siku wamemaliza pale, wanaendelea na minuno yao kama kawaida. Yaani wachezaji ndio wako hivyo. Si umeelewa? Kuna mtu anaitwa somebody nani huyu? Muingereza. Alikuwa nani mtata, hakuna mfano. Alikuwa namba 6 wa Liverpool, Steven Gerrard. Yaani ukimruhusu tu aende nyumbani ni pombe kwenda mtu. Lakini mwisho wa siku timu imemvumilia kutokana na kitu anachotoa. Kulikuwa na mchezaji mtukutu kwa pombe hapa kama Mkude. Simba tumeshina miaka 13. Mkude kila siku hapa anatoroka kambini, anaenda kutafuta, anaenda kulewa. Anarudi kambini akiwa amelewa, mpaka timu ya taifa kaingia kalewa. Mbona tulimvumilia? Kesi chungu mzima kila siku yeye anaitwa na kamati ya maadili. Mbona tulimvumilia? Huyu Jonathan Soa kuna nini? Kuna kitu behind the scene wanakijua wao. Lakini sio kwamba kusema kwa Soa, yani tabia yake mbaya eti imepitiliza mpaka ashindwe kucheza mpira Simba. Hicho kitu mimi sikubali. Tusubiri taarifa kamili. Tusubiri taarifa rasmi.
lakini kikubwa huyu kuna kitu wanakijua wao, kuna kitu Jonathan Soa, lakini sio kunambia eti tabia eti Simba imewashinda. Kipi sasa alichofanya? Hii tabia mbaya hawaisemi tabia gani? Mkude tulikuwa tunaambia mlevi anatoroka kambini. Soa amefanya nini? Soa sisi mpaka mechi za Dodoma zile mbili mimi naongea naye, tuko naye Dodoma, yuko kambini, hajawahi kutoroka. Wao ndo wamemtoa kambini, wamemrudisha huku kuja kufanya naye kikao. Na kuna klipu inatembea, hujaiona ile klipu ya Jonathan Soa anaushtumu uongozi. Kwa hiyo shida ni utawala wetu wenyewe hujakaa sawa. Kila siku mimi nakwambia bwana Sangu, bwana Ngwale, ili uwe na timu bora uwe na mambo manne. Good leadership ndio kitu cha kwanza. Utawala bora uweje? Lazima uwe na mambo matano, manne mpaka matano. Kwanza uwe na forecast, uwe na maono. Wewe ni kiongozi bora, unatakiwa uwe na maono. Jonathan Soa kama mtukutu, wewe kumuona, ulimwangalia kupitia timu gani? Je, haya mambo anayofanya Simba aliyafanya Singida? Ile timu yake Mediama, si alikuwa Mediama? Kwa hiyo kwa nini ukumchunguza kabla unakuja kuitia timu hasara? Klabu inaingia hasara, ishatoa mamilioni ya fedha. Hapo leo mchezaji kacheza mechi 5 tu za ligi. Timu haina striker ni mmoja. Mwalimu yule Mwangosi haeleweki. Sijui naye yuko wapi. Si umeelewa? Sasa kwa nini tusimvumilie tukamaliza ligi? Uongozi wa malizana na Soa pengine arejee. Umeelewa? Kwa hiyo uongozi bora ni ule wenye good forecast. Pili, coordination. Kiongozi lazima uwe na coordination, ujue how can you coordinate the people? How can you coordinate your fans? How coordinate your player? How coordinate bench la ufundi? Ndio uongozi bora. Umeelewa? Sasa mnashindwaje kwa coordinate wachezaji? Kiongozi bora lazima awe na kitu kinachoitwa good plan. Lazima uplani. Msimu huu una plani ubingwa, una plani vipi? Unachukuaje ubingwa without plan? Lazima uwe transparent and accountable. Kwa nini hamui wazi? Na wakati viongozi bora nyinyi mnajiita viongozi bora. Kwa nini hamui wazi? Tuwekeni wazi. Soa amefanya 1 2 3. Mpaka leo huu mwezi wa pili huu tangu tutoke Dodoma, wamemrudisha huko, wamemtoa kambi Dodoma, hawatuambii Soa amefanya kitu gani. Tuwekeni wazi sasa wenye timu yetu tujue Soa amefanya 1 2 3. Kwani timu ya kwenu? Tuambieni wenye timu sasa. Bwana huyu amefanya 1 2 3. Amefanya nini sisi chamana ambacho uwezo ukakisema? Kuna makosa kweli ambayo hutakiwi utangaze. Lakini kama makosa ni ya kawaida, tuambiwe bwana huyu anatoroka kambini, huyu labda anatafuta wanawake, huyu labda anafanya hichi 1 2 3, huyu amemtukana kiongozi, huyu anafanya 1 2 3, huyu anafanya hujuma. Tuwekwe wazi tujue Soa amefanya nini. Si umeelewa? Kwa hiyo mimi swala kuniambia Soa eti ana matatizo afu siyajui. Mimi bwana, no data no right to speak. Tusubiri taarifa rasmi ya klabu. Tusubiri taarifa rasmi ya klabu. Tunataka taarifa rasmi na hata taarifa ya masuala ya kadi. Tunahitaji kadi. Si umeelewa? Hapo mashabiki wa Simba ni watu wa ajabu. Unakaa unamzungumzia mdhamini eti hajaleta basi. Unashindwa kuhoji vitu vya msingi. Kadi. Na huyu mwenyekiti wetu katiba mpya tayari tulishaambiwa tayari ishapitishwa. Hii katiba mpya implementation yake inaanza lini? Si umeelewa? Kama katiba mpya imepita, tafsiri yake hakuna ukomo wa wanachama. Serikali imeagiza wanachama wapya wasajiliwe. Mbona hatusajiliwi? Watu hatusumbua kwenye matawi. Hivi ndio vitu vya msingi vya wanasimba kuvijadili na kuvizungumzia, lakini leo mtu anakuja anakuita wewe chawa, sio anakuita. Sisi tunadai vitu vya msingi ili tujenge klabu iliyokuwa bora. Mimi siangalii matokeo ya hapa, naangalia matokeo ya mbele. Simba inaenda kujijenga inakuaje? Nataka furaha ya kudumu. Yaani mimi nataka nijenge Simba ambayo nikikaa yani misimu 3 4 mimi naangalia. Umeelewa? Lakini ukizungumza ukweli unaambia huyu unayemzungumza anaibomoa Simba, haijengi Simba. Ndio aliotupa makombe misimu 4. Alikuwa anashindana na nani? Yanga ilikuwa katika hali gani? Hivi kipindi kile sisi tunachukua misimu 4, Yanga ingekuwa na hii GSM. Na huyu mwenyekiti rais wao ni engineer. Hivi tungechukua misimu 4?
Sasa hivi mbona sasa hivi wanashindwa kupambana naye huyu? Kama ulichukua misimu minne, mbona sasa hivi wanashindwa kupambana naye? Kwa nini wasipambane naye sasa hivi? Timu imedondosha pointi mpaka imebakia moja. Leo mnashindwa kupambana timu ipate matokeo mpaka zinarudi tena pointi 5. Hapo unasema unaweza ukashindana nayo. Yaani wanatakiwa wawe na new vision na mission. Si umeelewa? Mpira wa sasa hivi umebadilika mno. Mpira hautegemei kwenye pichi tu peke yake. Unaweza ukasajili wachezaji waliokuwa bora. Kama malezi yako na mikakati huwezi kuchukua kikombe. Tusidanganyane. Leo National pale kuna timu inaosajili yenye usajili bora kama National. Afrika hii. Wana wachezaji mpaka wana watu wa Ulaya wana viwango wanalipwa mishahara na signing fees zao kama wachezaji wa Ulaya. Si umeelewa? Lakini National leo klabu bingwa katolewa robo finali, mwaka jana katolewa nusu finali. Mpira umebadilika, wanatakiwa viongozi wapya. National tayari kinawaka, wanahitaji uongozi mpya. Sasa kwa nini Simba sisi tunakaa tukiolela? Lakini kikubwa sisi tunamwambia mwenyekiti wetu, sisi tunataka katiba mpya. Kazi aliyoifanya ni kubwa sana. Hakuna mwenyekiti aliyekuwa bora kuliko yeye. Wenye vitu wangapi wamepita Simba wameshindwa kupambania hii katiba. Lakini yeye amepambana, ameipata hii katiba. Sasa tunataka implementation ya hii katiba. Sio kutuambia tu katiba mpya tayari. Wawekezaji sio watakuwa kuanzia 3, ukomo wa wanachama hakuna, kadi zenyewe hatupewi. Alafu vile vile kuna kwa nini? Mwenyekiti wa bodi atoke kwenye upande wa 100%. Utekelezaji sasa uko wapi? Hakuna cha kungojea mpaka msimu wa ligi uishe. Umeelewa? Sababu shoti zinaendelea ndani ya Simba. Umeelewa? Vunja bodi, ifuate katiba mpya ifanye kazi. Ita wanachama wako wapitishe hiyo katiba, watu wavunje bodi, itengenezwe kamati endeshe timu. Lakini sio hivi tunavyokwenda. Wachezaji sasa hivi angalia, commitment inazidi kushuka. Gueye commitment ishaanza kushuka, kaanza na 100% sasa hivi anashuka. Yule Aura naye anashuka, hatuelewi ni nini. Mwalimu leo anacheza vizuri, kesho anafanya nini? Wanashuka. Kuna nini humu ndani ya klabu? Kipa mipira anaianzia ndani. Wewe unataka kuniambia yule Jibli Kasali hivi angekuwa anacheza vile mipira anaianzia katikati, anaenda kuwapa maadui. Hivi angeitwa kwa timu ya taifa ya Chad ya nani ya nini? Ya Niger. Umeelewa? Ina maana there is something wrong. Yaani kuna kitu. Hatuwezi tukakosa matokeo na TRA. TRA tangu ipande tunawafunga. Leo TRA wanaenda kutudindia sisi pale. Kwa hiyo kuna kitu ndani ya Simba. Sasa wana Simba walivyokuwa wapumbavu, waendelee kututukana. Waendelee kutuita sisi machawa, lakini sisi tunaongea uhalisia wa klabu yetu. Sisi tunataka klabu iliyokuwa bora. Mwenyekiti asimamie katiba, ile katiba ifanye kazi. Hakuna kusubiri mpaka ligi ishe. Umeelewa?